Alikuwa mwanafunzi asiyeonekana kabisa katika shule nzima, lakini siku ya kwanza shule alivutia msichana mrembo zaidi chuoni. Mwalimu mkuu alikuwa akitoa hotuba jukwaani. Yule kijana alipita huku akisukuma baskeli yake. Aligundua kuwa sehemu yake ya kukaa ilikuwa chini sana, hivyo akaisukuma baskeli yake na kukimbia hadi mbele, kisha akainua mkono wake na kuanza kupima urefu wake. Wazazi wote walimtazama kwa mshangao. Msichana mrembo naye alimuona kijana huyu wa ajabu. Wanafunzi wote walikuwa wakifanya mtihani kuingia shule, yeye akaingia darasani mtihani ukiwa umekaribia kuisha. Zilibaki dakika 5 tu kabla ya karatasi kukusanywa, lakini hakuna wasiwasi hata kidogo. Mwalimu alidhani amekata tamaa. Alimkaribia na kutazama karatasi yake ya mtihani. Aligundua kuwa kana kwamba alikuwa anaandika ovyo, lakini akitizama kwa makini majibu yake yote yalikuwa sahihi. Wakati wa kukabidhi karatasi, msichana mrembo aliona kuwa hakuwa amejaza karatasi ya majibu. Alimkumbusha, lakini hakuonyesha kujali hata kidogo. Kwa urahisi tu alichukua kalamu yake, akachora alama chache kwenye karatasi ya majibu na akaikabidhi. Msichana yule akaanza kuvutiwa na kijana huyu wa ajabu. Baada ya darasa, alimfuata rafiki yake wa karibu, akamwambia kuwa lazima kijana huyu ni genius, kwa sababu alipomgusa bega lake la kulia kwa mkono wake wa kulia, aligeuza kichwa chake kuangalia kushoto. Wakati alimgusa sikio lake la kulia kwa kipande cha karatasi, alitumia mkono wake wa kushoto kukigusa. Cha ajabu zaidi, watu wa kawaida wanapoonyesha kucha zao hugeuza viganja vyao juu, lakini yeye alifanya kinyume kabisa. Ili kumjua zaidi kijana huyu, Liu Shi akaanza kumfuatilia.